Jina lako ni Simba. Lakini katika ulimwengu wa binadamu unaitwa chumvi nyingi. Jiandae kwa safari. Umebakiza siku 2 tu za kubaki katika ulimwengu wa binadamu. Ndoto gani hizi? Namuota mdada amekuja na suti. Sasa hizi suti kaziacha humu ndani. Yaani nilikuwa naota au nani kaleta hizi suti humu ndani? Kuna mdada alikuwa babangu. Kijani rangi nyeusi mistari kapunda milia wa kijani. Kashika suti. Sasa hizi suti kwa nini kaacha kwenye ndoto yangu? Kwenye maisha halisi naona suti imekuaje ya mambo haya. Ulichokiota kiko sahihi. Una siku 2 za kubaki ulimwengu wa binadamu. Sasa wewe nani? Wewe uliyekuja kwenye ndoto umeacha suti nani? Unaniambia baki siku 2 kwenye ulimwengu wa binadamu watakuniua au? Watakuniua. Yaani humu ndani ndo kwanza leo ni 100. Machale kondeza. Kutakuwa na zindiko baya. Kutakuwa na zindiko baya. Vipi usiku ndugu yangu? Tunagongea tunatiana pressure, tatizo nini? Mwanzako kuna ndoto nimeiota. Na hiyo ndoto imenifanya nimetoka nyumbani mpaka nimekimbilia kwako. Nimemwota kuna mdada mmoja hivi ameshika suti. Ananiambia wewe jiandae kwa safari. Yaani una siku 2 tu za kukaa katika ulimwengu wa kibinadamu. Badala ya hapo sijui tunaelekea wapi. Alafu cha ajabu nilipokurupuka katika hiyo ndoto sasa. Nakutana na suti pale. Alafu mdada mwenyewe simuoni. Lakini suti sisi alitoshika yeye nyeusi. Kwa sababu mimi sina suti ndani kwangu. Nakutana na suti kaziacha pale kitandani. Alafu kuna kiujumbe kimeandikwa pale. Sio kama ulikuwa unaota, ni maisha halisia hayo. Kiufupi tu ananisisitiza hapo. Kiufupi, zingatia safari yako baada ya siku 2. Sasa huyo ni nani? Na kwa nini mimi nisafiri? Kwa nini niende wapi? Acha ujinga wewe. Acha utoto. Hapo mkuja kwa mkubwa sio mtoto mwenzio bwana. Hivyo umeona wapi mtu aote afa akikute hicho kitu? Yaani wote suti uzikute. Hizo suti zipo? Ndio mimi nimeweza kwa nimekikuta usinibishie. Suti ziko nyumbani kwangu. Twende. Hebu twende tukazione. Sawa twende. Yaani wewe utaamini mimi sija kukudanganya mwanangu. Yaani let's go. Mpaka mwisho tutaidiwa vibanda vyetu basi. Nionyeshe ndugu yangu hizo suti. Suti ilikuwepo hapa. Alafu kulikuwa na kibarua kifupi hivi, kiembamba. Sasa hivi hapa sioni suti, naona tu barua mkubwa. Sasa sielewi hizi suti kaja kuchukua mwenyewe au na kama mwenyewe kaingiaje na nani? Huyo mwenyewe nani? Yule ninemuota, unajua mimi nachanganyikiwa bwanangu, wewe hujui tu. Hapa nilipo mwenzako nina kipwemu. Mapigo ya moyo yanaenda tati. Hawi nyumba mama alinipangisha mwanga. Baba mmoja, mama mmoja. Na wewe sio binadamu. Wewe ni jini kama mimi. Na jina lako ni Simba. Hiyo umesemaje? Jiandae na safari. Na zile nguo nilizokuachia ndizo utakazovaa siku ya safari.
Kwendeni zenu wewe. Mimi sio jini. Huyu vipi huyu? Hebu soma. Baba mmoja, mama mmoja. Na wewe sio binadamu. Wewe ni jini kama mimi. Na jina lako ni Subiani. Jiandae na safari. Na zile nguo nilizokuachia ndizo utakazovaa siku ya safari. Na usijiulize ziko wapi zile nguo. Nimekuhifadhia kwenye kabati lako. Hapa ngoja nicheke kwanza. Ukistaajabu ya Musa au utaona ya Firauni. Yaani aliandika barua hii ni dada yako. Yeye ni jini. Na wewe ni jini. Kweli? Jini anakula matembele? Jamani. Jini anakula mchicha? Jini anakula kisamvu? Jini anakula mwage? Kweli? Jini anakula paka kachumbala na dai tiwe na ndimu na chumvi? Kwanza majini sio weusi. Majini yote weupe. Nashangaa wewe ujini umeupata wapi? Yaani mimi naacha shughuli zangu, nimeacha usingizi wangu, nimekuja kukimbilia wewe mwanangu na kuja kunieleza vitu kama hivi kweli? Hata mimi mwenyewe nashangaa. Miji ni wewe kutoka wapi? Mwanangu nisaidie bwana. Haya matatizo nisaidie na kusikiliza wewe hapo mwanangu. Acha ujinga wewe. Afu na huo ni ushamba. Sema kama mmoja kunionyesha kitanda chako nimekiona kaka. Hicha sofa hiki. Huu uwanja huu. Typhoid. Hapa safi kabisa. Na siku nyingine utakosa misaada. Tutakaa kimya, tutapunda funaliwa na simba. Oya, hebu sikiza kwanza sofa cha ujinga. Unajua mimi niko serious. Na haya matatizo kweli unajua Mimi nakwambia ninachokwambia kina maana. Mimi nimelala nimemuota mwanamke kashika suti. Suti kaziacha mpaka nakuja kwako kule nahitaji msaada. Wewe ukichukulia mzaa unaacha karatasi hapa bila kunisaidia chochote, unaniambia unaondoka kwa maana gani sasa? Hebu nitolee wewe. Yaani unajiandikisha mwenyewe barua hivi unakuja unajitishatisha mwenyewe, alafu unasema unakuja kuna kuomba msaada unakuwa mshatu usiku. Achana na mimi. Achana na mimi. Wewe. Tena ukiamini kuwa ni kiumbe safi, kumbe ni kiumbe dhaifu. Kuna mkaka uliwahi kumsaidia. Huyo mkaka binadamu alitaka kumtoa kafara. Lakini ulimsaidia pasipo kujua unachokifanya. Kama ni nguvu za ujini. Hawa watu wanajaribu kujiuliza wewe ni nani. Uliyemuokoa yule aliyekuwa katika kifungo. Una vita kubwa sana na binadamu. Hautakiwi kuamini hata kidogo. Hicho ndicho kimenifanya niweze kutoka nyumbani na kuja hapa kwako. Kwa kuwa wewe ni kaka yangu. Bila msaada wangu watakuua. Na hata huyo rafiki uliyekuja naye amekuja kwa lengo la kukuchunguza. Na leo amekamilisha uchunguzi wake. Nisikize dadangu. Mie siiti Subiani. Naitwa chumvi nyingi ali usiupakue. Na duniani hapa binadamu wawili. Pengine mwenzangu wewe sio binadamu, ni jini sijui, maana nakuona unayayuka. Maana nimekaa hapa peke yangu naingia hapa, wewe haupo. Mara pia umetokea. Alafu unakuja kuniambia mimi kaka yako. Mimi sio kaka yako. Binadamu tuko wawili. Inawezekana wewe unifananisha na kaka yako. Hata hapa kwenye kibongo bongo tu. Nafananishwa mimi na Levan. Naambia wewe Vivan boy. Nasema hapana, sijazaliwa naye hata tumbo moja. Na wewe unanifanisha na ndugu yako jini. Mie sio jini. Mie nakula miogo. Mlenda mimi nakula. Mimi mboga gani nisikula? Chunga, mwage, ngandalongo. Leo hii niwe jini. Wewe dada wewe. Wewe nani kwani? Wewe mwenzangu nani? Siwezi kukufananisha, ila utanielewa tu siku ya kusafiri ikifika. Yayu. Da. Umepafahamu anapoishi? Ndiyo, nimeshapafahamu. Safi. Sasa hapo tunamaliza. Nilikuwa nahitaji kujua juu ya mpango wako. Utaujua baada ya kunifikisha.
Twende. Ni kweli sio mtu wa kawaida, maana barua nilivyoisoma imenidhihirishia. Umejidhihirishia nini? Ni jini na anaitwa Subiani. Je, umenielewa? Subiani? Ndiyo. Namfahamu huyo. Yaani unamjuaje sasa? Yaani unamjua jini au mtu wa kawaida? Asante kwa msaada wako. Nashukuru. Sawa. Sasa ujira wangu unakueje? Ama malipo yanakuaje? Nishafanya kazi yako. Umeambiweje? Ukifanya kazi kabla jasho halijakauka, unabidi umlipe mtu cha kwake, ama umlipe pesa yake, ama umlipe mlichoadiana. Malipo yangu mimi sio pesa. Malipo yangu mimi ni aina mbili. Ni kuchukua jukumu la kuondoka, ama kuchukua jukumu la kubaki ili nikuue. Hayo ndio malipo yangu mimi. Balon. Uniniambia baada ya kufika ndipo utaniambia mpango wako. Haya, niambie huo mpango. Hapa sio sehemu sahihi kuzungumzia huo mpango. Tuingie hivi. Sawa. Ndugu wangu, natamani kumshukuru alinisaidia. Kwa taarifa inavyosemekana, hajulikani ameelekea wapi. Kwani hata pale alipokuwa anaishi ameshahama. Nataka kumshukuru kwa msaada alionipa kuyaponya maradhi yangu yalionisumbua kwa muda mrefu. Waganga kwa waganga wameshindwa, lakini yeye ameweza. Siamini. Sijui atakuwa ameelekea wapi. Natamani nimuone ili niweze kumuomba nawe akuponye. Ndugu wangu, utaona tu. Mimi nishapoteza matumaini ya kuona tena. Kwani kaka yangu, inaonekana bado una matumaini mimi mdogo wako nitakuja kuona tena kwa mara nyingine. Maradhi unaumwa yamesababishwa na binadamu. Hilo ni vumbi lilotanda kwenye mboni ya macho yako. Linaweza likaondoka muda wote. Utapona mdogo wangu. Usikate tamaa. Sawa kaka. Ngoja nikamtafute. Naweza nikamuona. Tayari tumeshapafahamu na tunataka tuanze. Hapana. Msimwage hiyo dawa. Mnatakiwa tuonane haraka. Mjomba? Kuna shida? Punguza maswali mengi. Vitendo vifate. Fata amri yangu. Balon. Sawa kiongozi. Anasemaje tena? Anasema tukutane naye tena haraka sana. Na vipi kumwaga dawa? Unaelewa neno tena haraka sana? Nimeshakuelewa. Twende. Bazuka. Usitake kuniambia kwamba wewe ni chumvi mingi. Ndo mie. Naitwa chumvi nyingi, ali usipakue. Swaiba yako nimekuja. Lakini ujaji wangu wa hapa, tangu nimsaidie kaka yako, ndipo changamoto katika maisha yangu zimezidi. Yaani nakuta mauza fulani.
Mpaka hivi ninavyokuambia, jana usiku kuamkia leo kuna mtu kanitokea kashika suti, mara hizo suti zikuta ziko ndani, mara suti hazipo, mara kanitokea usiku, sielewi. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kukwambia changamoto zinazonifikia baada ya kumsaidia kaka yako ni kubwa sana. Kuna watu wananitafuta sijui kwa sababu gani. Inawezekana anakufuatilia kwa sababu ya yule mtu uliyemsaidia. Kwa asilimia nyingi, inawezekana kama yule mtu uliyemsaidia alipewa kifungo cha uchawi. Na watu wanaokufuatilia pengine ndio watu waliompa huo uchawi. Kwa wanakufuatilia wewe kwa kuwa wameona umemsaidia. Kwa hapo cha kufanya wewe inabidi uwe makini sana. Inawezekana. Na hapo umenifungua vitu vingi sana kwenye kichwa changu. Bila kuchelewa, nalazimika kufanya mpango wa kuhama katika umtaa haraka sana. Isije ikatokea matatizo tena, nikaja nikafa. Kwa sababu mimi mwenyewe, jinsi nilivyomsaidia yule jamaa hata sielewi. Kwa sababu sinaga mimi siku sababu na mashetani au maruani kichwani. Eti labda nitakuwa najua dawa hii mpogopogo, hiki sijui kivumbasi, hapana. Lakini nashangaa nimechukua maji tu kungusa kichwani, sijui nimeongea kitu gani mara kapona. Alafu hili jamaa lenye midevu linanifuatilia. Iko ulichoniambia umenifungua kitu. Inawezekana kweli huyo jamaa midevu huyo atakuwa alimpa kifungo yule cha uchawi. Maana yake siku hizo wachawi watoto wadogo. Acha nikimbie ile eneo haraka sana. Hapo mimi cha kukushauri ni vile tu kwamba uwe makini. Inaweza kawa ni hatari kubwa sana kwako. Pole sana. Na asante kwa kunisaidia.